Mtazamaji wangu, tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026, maandamano ya vijana Gen Z yaliyokuwa yakiratibiwa kufanyika leo hii. Hii hapa taswira halisi kila mkoa, jambo ambalo hivi sasa linazidi kuweka hofu kwa viongozi wakuu wa serikali ya CCM. Ndio kama hao wamekuja hapa wanasubiri waandamanaji, kwa sisi tupo hapa tunasubiri tukusanyike. Tuangalie tunapoanzia hapo. Global TV washafika hapa. Licha ya viongozi wakuu wa serikali ya CCM kuweka ulinzi kila kona. Haya wazee, mmeiona Kariakoo ya leo. Hii ndio Kariakoo leo, hamna cha abiria wote, hakuna wananchi wote, hamna. Yaani leo ndio hivyo mwanangu. Yaani leo yani Kariakoo kwa sisi watu wa polini kama vile uko Tabora yani. Hamna klabu ya Simba ndio hiyo hapo, hamna hata mmoja. Yaani mambo ni moto Kariakoo hiyo baba. Hamna chochote aliyopotoka leo. Matukio haya yanayozidi kutokea hivi sasa yameweza kugonga vichwa vya habari, ikionyesha wazi kwamba vijana Gen Z kelele walizokuwa wakizipiga katika mitandao ya kijamii hivi sasa huenda tukaweza kuzishuhudia zikiwa barabarani kwa njia ya maandamano mazito. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo mara ya kwanza kupatana na video zetu, ni vyema uweze kuelekea moja kwa moja kwa ukurasa rasmi wa mtandao wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Mtazamaji wangu, katika mitandao ya kijamii vijana Gen Z waliweza kuahidi kwamba tarehe 7 Julai haitaweza kuwa ni siku chache kwa viongozi wakuu walioko madarakani, jambo ambalo hivi sasa tunazidi kushuhudia ulinzi mkali ambao umeweza kuimarishwa na maafisa wa polisi. Ila katika mikoa mbalimbali tumeweza kuanza kushuhudia baadhi ya watu wakiendelea kujikusanya kwa nia ya maandamano. Hii ni dalili tosha ya kuonyesha jinsi gani ambavyo kile kimekuwa kikizungumzwa katika mitandao ya kijamii mapema mwezi huu huenda kikaweza kufanyika. Pia sote tunafahamu kwamba maafisa wa polisi wanaozidi kuweka doria na ulinzi mkali ni kutokana na shutuma ambazo zimekuwa zikizungumzwa na kuenezwa katika mitandao ya kijamii kutokana na kundi la watu kidogo ama wachache wanaokuwa na nia ya kuharibu maandamano ya amani, kupiga maafisa wa polisi na hata kutumia silaha za maafisa hao wa polisi. Na ndipo ambapo tunazidi kuwashuhudia maafisa wa polisi kila kona ukiimarisha ulinzi. Vile katika eneo la bunge tunazidi kushuhudia afisa wa polisi kwa idadi kubwa. Hii hapa ni kutokana na kile kilichokuwa kikijadiliwa katika mitandao ya kijamii ya kwamba maandamano yatakapokuwa yaking'oa nanga, ishara kamili ya maandamano hayo itaweza kutokea katika barabara kuu ya kuelekea bunge baada ya waandamanaji watakapoweza kuwasha moto katika barabara hiyo. Dalili tosha na ujumbe ambao utakuwa ukilengwa kwa viongozi wakuu walioko madarakani. Ishara ya kuwasha moto barabarani itakuwa ni ishara ya maandamano kuanza rasmi, na sote tumeweza kushuhudia ya kwamba leo hii mikoa mbalimbali, baadhi ya maduka yaliyoko karibu na barabara yameweza kufungwa. Wengi hawajaweza kujihusisha kuwa katika nafasi za kufanya biashara zao, wakizitenga na kuamini kwamba ni vyema kusalia manyumbani kutokana na hali ya vuguvugu ya maandamano ya Sabasaba yanayozidi kuzungumziwa kila kona. Mtazamaji wangu, pia kwa mara nyingine tumeweza kushuhudia baadhi ya stendi ama steji ambazo huwa zinazidi kufurika idadi kubwa ya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania. Leo hii kile ambacho tumeweza kukishuhudia ni ya kwamba stendi ama steji hizo hazina abiria. Hii ni kufuatia magari ambayo hutumiwa na abiria kusafiri kutoka mkoa mmoja hadi mwingine moja kwa moja hawapo, ama magari hayo hayajaweza kutolewa katika barabara.
jambo ambalo limeweza kuweka hofu kwa idadi kubwa ya wale watakaokuwa wameweza kujitokeza kwa maandamano ya Sabasaba. Sote tunafahamu kwamba usafiri muhimu kutoka eneo moja hadi lingine, ila maafisa wa polisi nao wapo mstari wa mbele, wanajaribu kuzuia wanabodaboda, kwani wanaamini kwamba huenda kaweza kuchangia pakubwa kusafirisha waandamanaji kutoka mkoa mmoja hadi mwingine. Mtazamaji wangu, dalili iliyoko hivi sasa inazidi kuashiria nguvu ya mitandao ya kijamii, kwani sote tunafahamu kwamba maandamano ya Sabasaba yaliweza kuanza kuzungumziwa katika mitandao ya kijamii, na hivi sasa kile tunachozidi kukishuhudia ni kwamba maafisa wa polisi hawajaweza kujibu kupitia njia ya mitandao ya kijamii, bali wameweza kujibu kwa wao kuwa imara katika barabara ambazo zinazidi kushukiwa na kuaminika kwamba waandamanaji wataweza kuzitumia kuandamana. Pia leo hii kwa mara ya kwanza tumeweza kuanza kushuhudia baadhi ya media ambazo zinazidi kupeperusha habari za moja kwa moja kutoka mikoa mbalimbali. Hivyo basi ni vyema hata wewe hapo unayezidi kutizama video hii utaweza kutuambia hali iliyoko huko uliko. Je, maandamano yameweza kuanza ama bado? Ila ikumbuke kwamba maandamano yanayokuwa yakitarajiwa kufanyika leo hii ni maandamano ya amani, kwani sote tunafahamu kwamba hivi sasa idadi kubwa ya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania wanazidi kulilia amani, hasa kutokana na kile kilichoweza kujiri katika maandamano ya Oktoba 29. Sote tunafahamu kwamba kuna baadhi ya familia zilizoweza kuathirika pakubwa kupoteza jamaa wao. Baadhi yao hawakuwa hata na nia ya kushiriki maandamano, ila waliweza kupigwa risasi na kuaga dunia, jambo ambalo limeweza kuacha pengo na kovu kubwa kwa familia hizo. Hivyo basi leo hii kwa mara nyingine, baada ya maandamano haya Sabasaba kujadiliwa kila kona katika mitandao ya kijamii, kile kinachozidi kutarajiwa hivi sasa ni kwamba waandamanaji watakuwa na maandamano ya amani. Pia moja ya jambo ambalo linazidi kuchunguzwa na kufuatiliwa kwa ukaribu na mataifa ya kigeni kwa serikali ya CCM. Je, katika maandamano haya ya leo hii ya Sabasaba swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi litaweza kushuhudiwa? Kwani iwapo maafisa wa polisi kwa mara nyingine tutaweza kushuhudia wakipiga waandamanaji kuwakamata, mtazamaji wangu, itakuwa ni jambo la kuvunja moyo. Sote tunafahamu kwamba kile kilichokuwa kimeweza kuzungumzwa na uongozi wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ni kwamba wote walioweza kuhusika kusababisha vifo vya idadi kubwa ya raia wa Jamhuri ya Tanzania katika maandamano ya Oktoba 29 wataweza kukamatwa na kuwekwa ndani, huku haki ikipatikana kwa wote walioweza kuathirika. Mtazamaji wangu, bunge la Ulaya liliweza kujitokeza na kuweka hadharani kwamba hakuna hata mmoja afisa wa polisi aliyeweza kuhusika katika kusababisha vifo vya waandamanaji Oktoba 29 aliweza kukamatwa, kazi yake kufutwa kazi ama kupoteza kazi. Hadi leo hii inabainika kwamba baadhi yao bado wapo katika ngazi za juu katika serikali ya CCM. Hivyo basi bunge la Ulaya leo hii lipo imara kuangalia iwapo swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi kwa mara nyingine litaweza kushuhudiwa, hii ikiendelea kusababisha waandamanaji kuwa na imani na nguvu, hata kuamini kwamba wanastahili kuandamana kwa maandamano ya Sabasaba, ila kwa njia ya amani, hadi kipindi na wakati ambapo serikali iliyoko madarakani itaweza kuwajibika na hata kusikiliza kilio cha waandamanaji, ili mabadiliko yanayozidi kupendekeza yaweze kufanyika, yaweze kufanywa kwa mara moja. Je, mtazamaji wangu, mtazamo wako ni upi kuhusiana na maandamano ya Sabasaba? Tuachie maoni yako katika uwanja comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.